Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tukiendelea kuzungumzia ahadithul akhlaq, hadithi zenye kuelezea tabia tofauti tofauti, tuko leo katika kuzungumzia rahmatul iyal, sikitiko kwa familia. Ndugu zangu, Uislamu ni dini ya sikitiko, yani ya kusikitikiana, kuhurumiana. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye chanzo cha sikitiko na huruma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia kwamba wama arsalnaka, hatukutumiliza wewe illa rahmatan lilalamin, rahmatan lilalamin, ila kuwa ni sikitiko na ni huruma kwa viumbe wote, binadamu, majini, kila sokwa Mwenyezi Mungu. Mtume ametumilizwa aje amsikitikie. Kumsikitikia mtu ni kumfanyia jambo ambalo kwamba ni bora kwake, linastahiki kwake. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyokuwa sahihi alikisema, ana Muhammadun, mimi katika jina langu nimepewa ni jina la Muhammad. Wa Ahmadun, kadhalika ni katika majina yangu Ahmad. Wal Muqaffa, na katika majina yangu pia naitwa Al Muqaffa. Wal Hashiru, pia katika majina yangu naitwa Al Hashiru, kwa maana watu watafufuliwa chini yangu mimi au nyuma yangu mimi. Wa Nabiyyu Tauba, pia katika majina yangu naitwa Nabiyyu Tauba. Wa Nabiyyu Rahma, katika majina yangu shahidi katika hii hadithi yote twaitaka hapa, Nabiyyu Rahma ni mtume wa mwenye sikitiko, kwamba nasikitikia watu. Wa fi Tirmidhi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, na katika Sunan Tirmidhi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, arrahimuna yarhamuhumur rahman, wenye kusikitikia wenzao, wenye kuhurumia wenzao, na Mwenyezi Mungu huwahurumia na akawasikitikia. Irhamu man fil ardhi, wasikitikieni waliokuwa ardhini. Kumsikitikia, sikitiko halihusiki kwa mdhaifu wala mnyonge wala mgonjwa wala kumsikitikia ni kwa yoyote ambaye kwamba ahitaji kufanyiwa lile ambalo kwamba lastahiki kwake. Kumsikitikia mathalan, kumsikitikia tajiri. Tajiri utamsikitikia vipi? Msikitikie ikiwa ule utajiri wake wampeleka vibaya. Kumsikitikia jeuri ni vipi? Kumsikitikia kwa nini awe na jeuri, kwa nini awe na kibri, kwa nini ajigambe, kwa nini ajione, kwa nini adhulumu, kwa nini anyanyase, kwa nini apokonye. Unsur akhaka dhaliman au madhluman, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mnusuru, yani mtowe katika ile tatizo. Sasa ni umsikitikie kwamba fulani bado anataka kusikitikiwa, ana matatizo hivi hivi. Anayeasi msikitikie, kwa nini anamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini anafanya uchafu kama ule, kwa nini anafanya mabaya kama yale, kwa nini anamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini anaidhulumu nafsi yake. Yarhamkum man fis sama, atawahurumieni nyinyi alioko mbinguni. Maana sikitiko wewe kulipata ni kwa kadri ya fungamano lako wewe na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ni kwa kadri ya fungamano lako wewe na hii ni rahma, na rahma ni ndiye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maana kuna watu waislamu hawana sikitiko, kuna watu si waislamu wanao sikitiko. Utashangaa, kwa nini Muislamu asimsikitikie Muislamu mwenzake? Kwa nini Muislamu asimsikitikie binadamu mwenzake? Kwa sababu sikitiko halihusiki kwa kumsikitikia alokuwa Muislamu, la. Na ndio kaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakusema irhamul muslimina, irhamu man fil ardh, sikitikiani kila kilioko kwenye ardhi. Ardhi kuna ambaye ni mulhid, hakubali dini, mpagani, sijui Mkristo,
Myahudi, Mnaswara, dini zote, Budhi, kuna categories tofauti tofauti, kuna tabaka tofauti tofauti, wote wahitaji sikitiko. Haihusishi kwamba kusikitikiana lazima tusikitikiane sisi Waislamu kwa Waislamu. La, kusikitikiana ni kusikitikia ikiwa una insania, ubinadamu. Yarhamkum man fi sama, atatusikitikia sisi aliyoko mbinguni. Na hii ni kaida kwamba kwa kadiri ya kusikitikia wenzako ndivyo unavyosikitikiwa wewe na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika katika hadithi iliyoko katika sahihi Muslim, sahihi al-Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inma yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama. Siku zote Mwenyezi Mungu huwasikitikia wanaosikitikia, huwasikitikia wanaosikitikia, hurumia wanaohurumia. Ukihurumia mwenzako utahurumiwa na Mola wako, ukimsikitikia mwenzako utasikitikiwa na Mola wako. Kwa kadri ya ile huruma unaitoa wewe, ile service ya kuhurumia kwa wenzako ndio service unaohurumiwa wewe. Na hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, man la yarham, asohurumia, asosikitikia, asokuwa na huruma, la yurham, hasikitiwi, hasikitikiwi, hahurumiwi. Kwa hiyo rahma ya Uislamu ni rehma amma lilalamin. Yatakiwa tuhurumie, yatakiwa tusikitikie viumbe wote, tuwasikitikie kwa kadri ya huruma hitajio yule mwenye kusikitikiwa. Lakini hapa tutaka tuzungumzie huruma ya mzazi kwa mtoto. Huruma ya mzazi kwa mtoto, kwa sababu ndio asli mzazi awe na sikitiko kwa mtoto wake. Na ndio ukaona katika Qur'ani hazikuja aya za kuwaambia wazazi wasikitikieni watoto wenu, wahurumieni watoto wenu, kwa sababu maumbile yameumbwa mzazi kuwa na sikitiko na mtoto wake. Angalia aya zimekuja kinyume, kuwaambia watoto tuwaheshimu wazazi, watoto tuwasimamie wazazi, kwa sababu mtoto ajulikana kuna stage atafikia. Mimi sasa kuna watu wananihisabu mimi ni mtu mzima, lakini bado mimi kwa wazazi wangu ni mtoto. Sasa mimi nina majukumu ya mke, nina majukumu ya watoto. Haya majukumu ni kama Uislamu yatuambia, hizi aya zilipokuja, usisahau kwamba wewe bado ni mtoto kwa mzazi wako. Ukajitoa kwa majukumu, mimi na watoto bwana, mimi sipatikani bwana, mimi na mke bwana, mimi si kadha. Bado wewe una jukumu la kuwasimamia wazazi wako. Ndo zikaja aya za kuonesha mtoto kwa jukumu lake kwa mzazi ni lipi. Lakini hakuna aya zimekuja mzazi jukumu lake kwa mtoto ni lipi. Kwa sababu gani? Asli mzazi anachukua responsibility, jukumu la mtoto wake kumsimamia, kumwangalia kiafia, kielimu, tabaka zote. Lakini saa nyingine lazima tuwakumbushe wazazi waelewe kwamba ingawa murtakazu tarbia wa qaidatuha, yeye ndiye ngome kubwa ya malezi, na ndio sehemu ambao kwamba ndio tuweza kusema ndio angle ambao kwamba yalengwa sana. Wakati tunapomuona mtoto amekulia makuzi yaliokuwa bora, mtoto ana heshima, mtoto ana adabu, mtoto ana akhlaqi, ana tabia, tutasema mashallah wazee wake wamemlea vizuri yule mtoto. Wabilaks, tunapomwona mtoto hana heshima, hana adabu, hana ihtiramu, hajui kuthamini wazazi, kuthamini watu, tutasema miskini, huyu hakupata malezi kwa wazazi wake.
Kwa hiyo kunapopatikana rahma, sikitiko, huruma kwa wazazi, halatil khairat, hapo khairi yateremka kwa watoto na baraka zafuatilia na maslaha yaliokuwa makubwa yapatikana na manufaa yaliokuwa mazuri na matukufu yapatikana kwa yule mtoto. Manufaa gani? Birran, atakuja kuwatenda wema nyinyi, mmemlea vizuri, atakumbuka yale malezi mazuri. Wafaan, kutekeleza, aweza kutekeleza majukumu. Wa ihsanan, aweza kutenda wema. Wastiqamatan, mtoto mwenyewe atakuwa na msimamo juu ya taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, juu ya taa kwa wazazi, kutambua haki ya familia, kutambua haki ya ubinadamu, kwa sababu mmemlea kisawasawa. Fa in nuzi'ati rahmatu min qalbi alwalidi, wakati wazazi sasa hakuna sikitiko, hakuna huruma, hapo sasa halla shaqa, ndio mtoto hapo anakulia sasa gangster. Mtoto hasikii, mtoto hana, yani hana sikitiko lolote. Hii ni aghlabia tunayoizungumza. Kuna watoto utaweza kuwalea kwa kila aina mapenzi, lakini watoto wenyewe si watoto. Lakini aghlab, mtoto ukimlea kwa mapenzi yote, mapenzi yale ambayo yahitajika, mahala pa usikitiko unamfanyia sikitiko, mahala pa kumbana unambana, mahala pa kumrukia unamrukia, mahala pa kumpanish unampa punishment, adhabu unampa adhabu, mahala pa kumchapa unamchapa. Kukipatikana hivi, mtoto anakulia vizuri sana. Lakini kukikosekana hili, mtoto sasa hapa ndo anakuwa kichwa maji, hasikii. Watawala al-ana'u, na shida sasa, mtoto hapa anakuwa mkaidi, mpasito, hasikilizi, hataki kuambiwa, hataki kukontroliwa. Watafaraka al-abna, na watoto watakuwa sasa tafarruq, wanakimbia wazazi, shida zinaongezeka, tabu inaongezeka. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, la tunza'u rahmatu illa min shaqiyin. Ukiona mtu hana rahma, jua yeye mwenyewe ni shaqi. Shaqia ni mtu mbaya, mtu mpasito, mtu hajui kucheka, mtu hajui kuzungumza kwa upole, kwa sababu ile rahma, ile sikitiko kwake yeye limetolewa. Ni ukali tu saa zote, ni kelele tu saa zote. Na hii hadithi kama hii utaona ndani yake kuna kushiria kwamba kule kutolewa rahma, kule kupokonywa rahma, au kule kukoseshwa kuwa na sikitiko wewe, kuwa na huruma wewe, mujibu lishaka, lazima wewe sasa utasumbuka, utataabika, utateseka, kwa sababu inna a'zama ma yakunu fi babi taadibi wa tarbiyati lil abna, ngome kubwa ambao kwamba yatakiwa iwepo katika kulea, kuwafundisha heshima, kuwafundisha adabu, kuwapa malezi watoto, antukama ala rahmati wa rafati bihim, ni tuwalee kwa sikitiko, kwa upole, kwa ulaini, kwa utaratibu kwa wale watoto. Watawaddud, kujipendekeza. Talatuf, kuwatukulia upole. Ihsan, kuwafanyia wema. Fa innaha rakizatun adhima, malezi, kupatikana rahma ndani yake, huruma ndani yake, ndiyo msingi, ndiyo pointi ambao kwamba yatakiwa tuiangalie sana sana, turakiz ndani yake,
na tutaamali ndani yake na tuisimamie ndani yake kwa njia yoyote. Wa aslun matinun minhu fi hadha albab, na ndio msingi mkubwa na mzito katika nyanja kama hii, yani katika malezi. Kiungo kikubwa ni sikitiko. Angalia hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aloipokea na Aisha, asema jaa arabiyun ila nabii sallallahu alaihi wasallam. Siku moja alikuja mtu wa mashamba mbadui, akaja pa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyu bwana akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukabiluna subyan, nyinyi kumbe mnaobusu hawa watoto wadogo. Sikiliza kwa makini hapa. Kumbe nyinyi mna tabia ya kubusu watoto. Fama nuqabbiluhum, sisi hatubusu. Sisi hakuna tabia ya kubusu watoto. Yani wao waliona ile tabia ya kubusu watoto kama tabia mbaya, tabia chafu. Kawe ukijibusia vijitoto tu saa zote mbusu. Tabia gani ni wewe unabusu watoto wako? Sisi hatubusu watoto. Sikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume akasema kumuelimisha huyu bwana, kumjulisha huyu bwana anayekataa mambo ya kubusu watoto, au amliku laka, mimi nitamiliki kwako wewe, yani mimi nina uwezo. An naza Allahu min qalbika rahma, ikiwa Mungu ametoa katika moyo wako sikitiko la watoto. Wewe huna huruma kwa watoto, watoto wataka kuhurumiwa. Na katika mmoja kinachomfanya mtoto akuone wewe umemhurumia ni kumbusu. Kila ukimbusu ule mtoto anaona kwamba kweli wewe unamsikitikia, kweli wewe unamhurumia, kweli wewe unampenda. Hata kuna bwana mmoja akiitwa Aqra bin Habis, alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akimbusu Saidina al-Hasan. Huyu Aqra akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia na watu namna gani wana tabia ya kuzungumza reality, ukweli. Aqra bin Habis amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna li 10 min alwalad, minna watoto 10, ma qabbaltu wahidan minhum, sijawahi kumbusu hata mmoja. Watoto 10 sasa mimi nimefikisha, sijawahi kumbusu mtoto hata mmoja. Subhanallah. Wako watu wana tabia namna hii, hawaogopi kueleza kitu reality, ukweli. Hawana mujamala, hawana unafiki. Akakwambia mimi watoto wangu, mimi sichapi watoto, mimi situkani watoto, mimi sidharau watoto. Kumbe ni kinyume na alivyo. La, eleza ulivyo. Ni kama uende kwa daktari useme mimi kila sina neno, kumbe wewe za kuumiza, kumbe wewe hulali usiku, kumbe wewe una tatizo. Waswahili wasema mficha maradhi haponi, au kwa lugha nyingine mficha maradhi ataumbuka. Iko siku taumbuka. Kwa sababu asli, wacha nikwambie, apendaye watoto habagui baina watoto. Mtoto yote akija atamkubali. Ukimwona mtu akija mtoto, anda nikacheze kule, hata wake hawapendi. Hata wake hawapendi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia, na hii tutaipata kwenye hii hadithi, amejalia man la yarham la yurham. Amejalia au amliku in naza Allahu rahmata an qalbik, kwamba aliyetolewa rahma katika moyo wake ya kupenda watoto, watoto pia hawampendi. Ukiona watoto saa nyingine utakuwa umekaa pengine wewe ndo ni grandfa au ni grandma, wewe ni babu au ni bibi, wale watoto waje wacheza na mtu ambaye mwanzo kumuona, ni mtu ndo mwanzo kumuona. La, si wajua wewe unaona wameona na sura, lakini nyoyo zao zishapeana signal kwamba huyu atupenda sisi watoto, ndo tukaja kwake. Wewe bibi yetu, wewe babu yetu, wewe grandfa, wewe grandma, moyo wako mbaya, moyo wako mchafu, hawamkurubii. Au baba mwenyewe haswa, naweza kuwa mimi nimekaa na mwenzangu,
watoto wangu baada ya aje kwangu wakaja kwa mwenzangu. Ukajiuliza vipi hawa watoto? Mbona hakuja kwangu? Kwa sababu wewe moyo wako umepokonywa rahma. Una sikitiko. Huyu moyo wake una rahma. Sisi tumezoea kwamba mpaka nikupe introduction ndo utanijua. Nyoyo za peana introduction kabla midomo haijapeana. Na ndio utaona mtu wewe kabla hajatoa jina wewe ushavutikiwa na yeye. Kabla hajakuelezea yeye kazi yake nini ushavutikiwa na yeye. No. Nyoyo zinapeana introduction signal. Leo wewe ukiingia sehemu, angalia, subhanallah, ukiwa na simu wewe, ukiingia nyumbani kwako automatically ile simu yajiwasha wifi yenyewe. Madamu ile wifi iko wazi. Sasa ikiwa ushawahi kuwa kuconnect wewe, ukiingia tu pale yajiconnect kabisa moja kwa moja. Hivi vitu vimeumbwa na vimetengezwa na mwanadamu. Zitakuwa nyoyo. Nyoyo pia zina signal. Na hazihitaji password. Password yenyewe yahitaji ni kukubaliana tabia. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuambia al-arwahu, hizi nyoyo, hizi roho, junudun mujannada, ni maaskari walokuwa training kuanzia zikiumbwa. Unajua roho zote ziliumbwa at the same time. Roho kama roho ziliumbwa at the same time. Ile roho kuja katika mwili wa Izzuddin ni kungojea time ya kuwa sasa amekusudiwa Izzuddin aje ulimwenguni. Lakini roho yangu na roho ya waliotangulia wakati wa Nabii Allah Adam, Nabii Allah Nuh, Nabii Allah Isa, Nabii Allah Musa, wote tuliumbwa pamoja. Sasa Mtume SAW akatuambia tuelewe kitu hichi, kaida hii. Ma taarafa minha talaf. Zilojuana zimezoeana. Zilojuana. Kivipi? Insha Allah taala usende mbali. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.